tulikuwa na shida na landlord. Landlord alikuja akamdanganya kijana wangu. Kijana nikamtuma aje atafute nyumba na akaja akapata nyumba. Lakini yeye alimfanya assign nyumba ati iko na kila kitu na akasaini kwa hiyo agreement. Lakini akasema baadaye atakuja kuitengeneza. Sasa ndio imekuwa shida. Mkiona hata hii nyumba ina ghorofa 3. Hapa kuna basement, hapa kuna ground floor, hapa kuna first floor na second floor. Sisi tumekuwa hapa tunatumia only the ground floor. Hii nyumba haijamalizika hii sababu hakutengeneza. Ya first floor hakutengeneza. Lakini anataka alipwe pesa yote, rent. Na amekuwa akisukuma sana. Mimi sikuwa karibu, kwanza nikaondoka kwanza kidogo, ndio kijana amekuwa akilipa rent. Na anadai pesa yote ilipwe. Na nyumba hakutumalizia. Sisi ndio tumepaka hii nyumba rangi yote. Stima sisi tumeweka, rangi huku floor ni sisi tumeweka. Hata hii parking mahali mumesimama, hii ilikuwa shamba. Askari wamejaa hapa, nikashinda ni nini inaendelea hapa. Kuulizia akasema ati hao wamekuja ati ameshinda kulipa rent. Hapa Kano ni jana tuleta mtoto wa my sister alikuwa mgonjwa na kufika hapa akalazwa. Sasa wakati alilazwa tukamwacha hapo hospitalini, hospitali ilikuwa tu sawa. So asubuhi saa 12 napigiwa simu kwamba watu wamevamia hospitali. Wakati nimefika hapa nimepata watu zaidi ya 200 wamevamia hospitali. Sasa akili yangu ikawa mtoto yuko wapi? Na nikaingia ndani nikapata mgonjwa yangu yuko ametolewa kwa drip. Wamefungiwa kwa room moja kama mabusu. Na watu ni wagonjwa. Sasa ile madawa ilibidi akatishiwe katikati. Ikabidi nitoe mtoto hapo, nikakomboa tukutuku, nimemweka tena kwa tukutuku, nimempeleka Irakomboretwo.